Leo niko na nyinyi wanaume bamba tu bamba, manake hata nashukuru sana. Wacha nishukuru mashabiki wangu wote Afrika mzima, hata kila mahali duniani. Na washukuru wenye wanaangalia hizi post zangu. Nataka turekebishane kwa kila njia. Manake hii inatuhusu sisi wote, sio mimi peke yangu. Na kama niko nalo mpaka nilimwaga mweze mkalisikia. Wengine maybe wanaambiwa ni watu wa nyumbani, na sababu nabii ana heshima kwao hawasikii. Sasa mimi wa nje nachukua jukumu la kuambia. Tulisema last time tuweze kupunguza gharama za mazishi. Mimi nasema ukweli, tuweze kupunguza gharama za mazishi. Na nawapatia mfano moja. Utaona mtu amefariki, ni sawa, kila mtu atakufa. Kuna mtu atabaki hai milele. Lakini kwa nini tusikue kama Waislamu? Kwani dini inatufundisha nini kwani? Dini inatufundisha nini? Venye inatufundisha Yesu Kristo alizikwa, ama venye inatufundishwa venye watu walikuwa wanazikwa kitambo wakati wa Musa? Ndivyo tunafuatilizia kweli? Hapana, hatufuatilizi hivyo. Unapata kuwa kaburi lenyewe limepigwa tiles, limepigwa simiti, limewekwa mpaka sasa. Nashindwa kama ni kweli kitabu kinasema mwili utarudi mavumbini. Biblia itasema utarudi mavumbini. Ukiweka mtu kwa tiles namna hiyo, na umweke kwa jeneza hivyo, na ufunike na uweke slabu, hiyo ni kuregesha mavumbini kweli? Ama mna nini? Kuregesha mavumbini ni kama venye Waislamu huwa wanazikana. Mtu akona sanda venye Yesu Kristo alifanywa, ama venye Lazaro alifanywa, Lazaro wa Biblia alifanywa, anawekwa pale, inakuwa safi namna hiyo. Wewe unazika mtu na gharama ya 200,000. Ni sawa sawa. Wale wenye wako na pesa unazika na gharama ya 200,000. Hata hizo pesa unaweza kusaidia mtu mwenyewe hana pesa, maskini mwenye hana pesa. Mimi sioni, naona hii kuzikana namna hiyo si kulingana na maandiko ya Biblia, ni kama kishetani. Mnasema ati ni marafiki. Wao marafiki baada ya kuzika, mbona tuwaone wakija kuendeleza ile familia? Mbona tuwaone watoto wa marehemu wanaacha shule? Mbona tuwaone bibi wa marehemu anafukuzwa na shamba yake inachukuliwa mpaka kunauzwa kwake? Mbona tuone wao marafiki? Hapana, tuchangieni bibi ya marehemu. Siku ya mazishi tuwekeni mazishi iwe ya rahisi kabisa venye inawezekana. Na nyinyi hata mkiwa hai, nimwambie watu wenu venye mnafaa mziko. Wewe unakufa unazikwa na pesa nyingi, 700,000 zote zinatumika, alafu watoto wako wanabaki wasiende shule. Waache hivyo, bibi yako hata anafukuzwa. Hizo pesa kwa nini zisitumiwe? Mnazikwa na 700,000, 600,000. Na hapa hakuna nyumba ya mabati, nyumba zote ni za makuti. Hakuna makuti za nyasi, nyumba zote za matope. Hiyo ni nini sasa? Inaonesha nini? Raha si kuzikana. Huyu mtu amekufa kwa sababu ya kuwa alikuwa mgonjwa. Angepelekwa hospitali angepona. Akakosa pesa za kupelekwa hospitali. Saa hii wewe ndio unajitokeza kuja umnunulie jeneza ya 50,000. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha hii ni ushetani. Usinge save life yake. Huyu mtu, kwani unafikiri watu wengi maskini wanakufa sababu ya kuwa ati ni ugonjwa? Wanakufa kwa kukosa matibabu. Kwa hivyo hii mambo ya kuweka gharama za juu za mazishi, ni tukaeni pamoja tuangalieni na tuzipunguze, ili hii pesa inaweza kusimamia ile familia imebakia. Ile familia imebakia ina uhitaji mkubwa sana, manake baba ameenda ama mama ameenda, ama hii ina uhitaji mkubwa sana hii familia. Lakini sasa tukisema tutaweka pesa zote zimechangwa hapo tunaziweka kwa mazishi, na baada ya kuondoka, baada ya kuzikana, tunaondoka tunaachia mwenyewe kaburi hapo. Tuna promise vitu vingi kwa mazishi. Nitafanya hivi, hata MP wachungaji wanakuja pale. Kwanza wachungaji nawaambia, kwa mazishi hamfai kuitisha pesa. Kwa nini muende kwa mazishi muitishe pesa na watu wamefuliwa wako na huzuni? Wewe kuzika kweli unaitisha pesa 5,000, 6,000, 7,000. Kwa nini uitishe pesa kwa mazishi mchungaji? Huyu mtu alikuwa muumini wako. Ile miaka yote ametoa sadaka hapo, hata inaweza kufika hata karibu sijui 1,000,000. Na ukija kumzika pia unataka pesa. Hii kweli ni sawa kweli jamani? Hebu niambieni wenzangu Waislamu. Waislamu niambieni. Mimi ni Mkristo mimi ndio, lakini nafurahia sana mazishi ya Kiislamu. Hata huwa naenda mazishi ya Kiislamu, naona venye wanazikana. Sijai kuona wale wanakuja kuzikana pale wa kutoka msikitini wakipewa pesa. Sijai kuona pesa ikitolewa pale ikipeanwa. Mimi sijai kuona pesa inatolewa pale, ni asanda na ile mbao ya kufunika juu. Sijai kuona pesa na furahia sana mazishi ya Kiislamu. Hata kama kuna mtu ako na deni, akiraise pale, wale wanaichanga pale, yule mtu analipa deni yake. Si sawa sawa na Wakristo. Pastor mwenyewe anataka pesa ili azike mwenye alikuwa muumini yako. Hiyo ni mbaya sana. Hapana. Itabidi sasa tugeuke sasa. Manake deni ni deni. Waislamu, Mkristo, ukiona chochote kwa Uislamu chenye kinapendeza Mwenyezi Mungu ni ukifanye. Na hata wewe Muislamu, ukiona chochote kinapendeza kwa Kristo kinapendeza Mwenyezi Mungu pia ni ukifanye. Sio ati kusema hiyo ni Kiislamu ama hiyo ni unasema hiyo ni Kiislamu na wewe unafanya vitu ambavyo havieleweki. Unasema hii ni Kikristo na wewe unafanya vitu ambavyo havieleweki. Sisi sote tunamwomba Mwenyezi Mungu. Sisi sote tuabiria. Ni kama tuko stage tunaelekea mahali. Ukiwa stage unaelekea backstand,
Hata ukienda na gari ya kwanza ufiki, mimi nikienda na mwisho nifiki, tutakuwa tumefika pale pale Pakistan. Kwa hivyo sisi sote tunaelekea wapi? Kwa Mwenyezi Mungu. Ni tuzingatie hii maneno. Hii maneno tuzingatie sana. Hii maneno tuzingatie sana. Si kuzikana na pesa nyingi hivyo. Tuige wenzetu Waislamu wenye wanafanya. Mambo wanafanya yanakuwa rahisi na maisha inaendelea. Maisha inaendelea vizuri sana. Mambo ikiwa rahisi namna hiyo. Lakini mnaweka madeni kubwa mpaka marehemu ashazikwa tunabaki tukilipa deni. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Tunarembesha mazishi, si ndio? Kwa nini hatukumrembesha wakati alikuwa hai? Tuzingatieni hiyo, tujiteni mikutano na tufikirie mara mbili sisi wa Kristo.